Habari ya asubuhi mpenzi mtazamaji wa Channel 10, na kualika tena tukutane hapa tuzungumze pamoja katika meza hii ya Baragom Live ya Channel 10 inaangazia masuala ya siasa, uchumi, kijamii na mada kuu ya siku, mada ambayo tutatufanya tuzungumze sote pamoja leo hii asubuhi. Lengo la kipindi ni kupena elimu, taarifa na ujumbe na yule ambaye anahusika ama na lengo aweze kuchukua hatua. Leo hii tutakuwa na mada mbili. Mada ya kwanza tunazungumzia uzinduzi wa shamba darasa la Sungura. Itakuwa wapi na lini na nani anahusika na nani anataka kuwepo hapa? Tafadhali fuatilia kipindi hiki mwanzo hadi mwisho. Katika sehemu hii ya kwanza utapata taarifa ya wewe kujua uzinduzi huu wa shamba darasa la Sungura uko wapi na kwa sababu gani, unamlenga nani. Fuatilia hivi kwa sasa. Lakini mada yetu ya pili ambayo itaanza mara baada ya mapumziko mafupi hapo saa 1:15, tutazungumzia siku ya msanii Tanzania. Iko vipi hiyo? Ni msanii wa Tanzania peke yake ama wa kimataifa? Nitakuwa na wageni wangu wawili hapa tuzungumza kwa kina kabisa. Fuatilia kipindi hicho tutaanzia mada hiyo kuanzia hapo saa 1:15 tuzungumze pamoja. Kumbuka katika mada zote mbili utapata nafasi ya kupiga simu na kutuma ujumbe mfupi, lakini nakukumbusha tu lugha yenye staha ndio inahitajika kwa wageni wangu, hali kadhalika kwa ajili ya kituo. Lengo la kipindi kinatakiwa kiendelee kuwepo na kutoa elimu kwa jamii. Hivyo basi lugha ya ile ya utangazaji ndio inahitajika. Zungumza vizuri nami nitazungumza vizuri hapa ili tufikishe ujumbe pamoja. Sasa ninakaribisha katika sehemu hii ya kwanza. Tunazungumzia uzinduzi wa shamba darasa la Sungura. Liko wapi, lini na kina nani wanahusika? Mgeni wangu Bi Ubwa Ibrahim, yeye ni mkurugenzi mtendaji na Maingo Business Agency, ndio nazungumza na sisi. Kumbuka huyu si mgeni kwenu, alishafika hapa tukazungumza mambo mazuri sana ambayo mimi na Tanzania mmefuatilia. Kwa kiasi gani utakuwa shuhuda wewe ambao ulikuwa utapiga simu pia kuasisitiza na kuwakumbusha Watanzania kwamba wanapaswa kufika na Maingo Business Agency. Bi Ubwa, karibu sana kwenye kipindi. Asante sana. Karibu sana kwenye kipindi. Wa Tanzania au wanafuatilia kipindi ambao kwa ndani na nje ya Tanzania na sio kwa Tanzania wanataka kusikiliza nini tunazungumza asubuhi ya leo, na kubwa zaidi ni uzinduzi wa shamba darasa. Tafadhali tunapozungumza, kwanza kabisa kwa wale ambao hawafahamu na Maingo Business Agency, ni vyema kujua na Maingo Business Agency ni agency ipi na nafanya shughuli zake na iko wapi, makao makuu yake yako wapi? Karibu. Asante, nashukuru sana kwa fursa hii. Jina langu Bi Ubwa Ibrahim, ni mkurugenzi wa kampuni ya Maingo Business Agency. Kampuni yetu ya Maingo Business Agency makao makuu yake yako Ukonga Magereza, na shughuli zetu kubwa tunazofanya, tunafanya shughuli kubwa 5. Tunawasaidia Watanzania kupata fursa ya ardhi. Tunafahamu Watanzania wanazo ardhi za kutosha, lakini hawana hati miliki, hata za kimila hawana. Lakini pia tunasaidia mchakato wa kuwasaidia swala zima la utaalamu katika kilimo biashara. Tunashirikiana na wadau mbalimbali, SUA na Liendele na wataalamu wengine kutoka JKT. Swala la 3 tunafanya shughuli za masuala ya masoko. Zao lolote ambao watu wanaoingia katika mchakato wetu katika kampuni, basi tunawasaidia masuala ya masoko ya bidhaa zao wanazozalisha kutokana na oda ambazo tumezipata. Swala la 4 tunasaidia masuala ya mitaji. Hii mitaji tunashirikiana na benki, tunako na NMB benki, CRDB benki, lakini pia tuna mazungumzo mazuri na NSSF. Hivyo ndio tunavyofanya. Swala la mwisho, makazi bora. Kwa kweli tunakerwa, tunaona Tanzania wengi hasa vijijini hana makazi bora. Kwa hiyo pia ni shughuli ya kampuni yetu. Na shughuli hii ya kampuni imeanza rasmi mwaka 2012 na sasa hivi tumefika mikoa zaidi ya 15. Tuna wanachama waliojiunga zaidi ya 300 na 50,000. Na hapa Dar es Salaam kuna kituo kiko Ubungo pale Urafiki, tuna kituo kingine Ukonga, na tuna vituo vidogo vidogo Tabata, Chanika, na juzi tumefungua tawi letu lingine Kisarawe. Na Temeke pia Mwembe Bamia tupo Mbagala huko. Kwa ujumla wanachama wetu sasa huduma wameelewa. Bwana Chilala, nikushukuru sana, wameendelea kujiunga na kupata huduma. Na kazi kubwa tunafanya kama agency ni kuunganisha wajasiriamali na fursa zilizoko nchini. Na pia tunashirikiana na wadau. Kwa mfano, mwanachama wetu ambaye atakizi vigezo vya kuingia katika mradi lazima amesajili jina la biashara BRELA, lazima awe amepata TIN number, lazima awe amejiunga na mfuko wa hifadhi ya jamii, lazima awe amejiunga na NHIF bima ya afya, lakini pia awe amepata elimu ya ujasiriamali kutoka SIDO, masuala ya kuongeza thamani ya mazao. Na mpaka sasa hivi ninavyozungumza kwa kituo cha Dar es Salaam tuna wanachama zaidi ya 4,000, lakini katika awamu ya kwanza tumeandika andiko mradi la watu 1500 ambao wao wanaenda kuwezeshwa na NMB katika hii mnyororo wa thamani wa Sungura. Sasa tunapozungumzia masuala ya kuzindua shamba darasa la kwanza,
ili jambo hili litokee linahitaji usimamizi wa kina. Kabla tujazungumzia shamba darasa, mzamate kidogo hapo nizungumze na watazamaji. Haya, chukua hayo mazungumzo ya awali kama utangulizi wa kipindi chetu hii asubuhi. Anaitwa Biubwa Ibrahim. Mimi naitwa Albert Clan, the King of Morning Show, nasaidiwa na dadangu Juliet Galagambi kurusha matangazo haya, lakini kwenye kamera asubuhi ya leo yuko Kim Magawa, lakini kwenye upande wa graphics nafanya kazi na Godfrey Kasolala. Hiyo ni timu nzima ambayo inasaidia kufikia matangazo yetu hapo nyumbani tupofikia. Tumesikia Biubwa akizungumza shughuli za Namaingo Business Agency. Moja hapo amezungumza ni kumiliki ardhi, tena umiliki ukiwa na nyaraka, maana yake una hati za kumiliki, lakini pia amezungumza kilimo biashara. Na shughuli nyingi amezitaja hapo. Hizo zote zinahusika ndani ya Namaingo Business Agency. Leo hii tunajikita kuzungumza juu ya shamba darasa. Jikite hapo, hiyo ndio mada yetu ya leo tunajikita, lakini naomba nikurejeshe nyuma kidogo. Umezungumza Watanzania wanamiliki ardhi lakini hawana hati miliki. Lakini pia umezungumzia kilimo biashara. Mimi ninajua tukisema kilimo maana yake kuna kwa maana nzima ya kulima shambani, yani unazizika mbegu then unasubiri zote biashara, kilimo, lakini pia ufugaji niseme kilimo. Na ndio hapo tunajikita sasa kuzungumzia shamba darasa, ufugaji na kadhalika. Hem, tuzungumzie swala la ardhi. Kitu gani kilichofanya na Namaingo Business Agency kujikita na swala la ardhi? Nini mzani? Kimsingi ardhi kama haijapimwa na kupangwa inakosa thamani. Na ikikosa thamani mabenki wanakuwa sio rafiki sana katika hilo, kwa sababu kwa mfano ukisema tuna miradi mingine ya ujenzi wa mabanda ya kuku. Sasa ardhi kama haijapimwa na kupangwa, hapa ni kwa ajili ya ufugaji. Ukijenga banda la kuku, yakitokea mabadiliko kama pale panatakiwa kujenga hospitali, basi lazima wewe itabidi utolewe kisheria. Sasa hili kwa sababu serikali imerahisisha sana, manake imeweka njia nyepesi ya kushirikisha sekta binafsi na ya umma katika kifungu namba 16 cha 2004 Public Private Partnership. Inaturuhusu sisi sasa kufanya uhamasishaji katika jamii husika, katika kijiji, kuelewa zana nzima ya serikali, lakini pia kuelewa umuhimu wa kurasimisha. Basi tunaanza mchakato katika kijiji kutoa elimu, wakiafiki wakakubali kufanya mabadiliko ya kupimwa na kupangwa, tunaenda halmashauri, Wizara ya Ardhi, basi baadaye mchakato unatokea. Ni kitu kwa kampuni ni kazi rahisi, lakini kwa mtu binafsi mmoja vijijini kule, kwanza hata mwenyewe hati haufahamu. Kwa hiyo kwanza tutoe elimu hiyo, kama kwa nini uwe na hati miliki, kwa nini eneo ipimwe na manufaa yake ni yapi. Hilo ndio swala lazima ambalo tumelifanya iwe hivyo. Haya, mpenzi mtazamaji, je, unamiliki ardhi kwa kubwa gani? Unaambia kwamba ardhi isipokuwa na mpango imegawanya na kutumika, isipokuwa na hati miliki inapungua thamani. Mwingine anakuwa na robo heka tu, lakini ameirasimisha, amepima na nyaraka kumiliki ile. Maana nini? Thamani ile ardhi inakwenda kuwa. Jiulize mara mbili tatu hapo, wewe na familia yako, wewe na mkeo, wewe na mwenzi wako, ama mmechua shamba la urithi, je, mna nyaraka ya kumiliki hiyo ardhi kisheria? Kama sio, basi thamani ya ardhi mlionayo inakuwa iko chini. Tuzungumzie kilimo sasa, na tuzungumzie kilimo biashara. Sio kilimo kama cha holela wanasema kilimo biashara. Wakati enzo baba taifa kunasema tusilime tulivyozoea, tutumie mbolea. Lakini sasa hivi hata ukitumia mbolea, je, hicho ni kilimo biashara ama kilimo mali kilimo? Hebu tujikite tunapozungumza kilimo biashara iko vipi? Kwa kweli tukizungumzia kilimo cha kibiashara, kwanza kinakuwa na teknolojia, lakini pia kinakuwa na mnunuzi. Mnunuzi anakuwepo mapema kabisa, lakini pia anakuwepo mtu mwingine kwa ajili ya kukiwezesha kile kilimo kama benki. Sasa ili benki aweze kuwezesha, hawezi kuwezesha tu mtu mmoja eka zako mbili, lazima eka mbili ziwe za watu wengi. Ndio maana lazima uwepo kwenye mwamvuli kama huwa na Namaingo katika network. Alafu tusikilize oda. Kwa mfano sasa hivi tunazo oda za kuku, tunauza oda za sungura, tunazo oda za kila kitu. Ni kwa sababu tu tuko kwenye mfumo na benki wametutambua na benki wako tayari kufanya kazi na sisi, lakini wanunuzi na wao wanajua watapata bidhaa inayofanana kwa ubora na uzito. Mara nyingi tunaona watu wanasema wanafuga kuku, lakini ukienda kumtazama kama njiwa tu. Kuku paja kama mbu, yeye anasema anafuga kuku. Lakini watu wanaotaka kuku kibiashara wanataka uzito. Kwa mfano tunampia tunataka kuku nyama tupu. Utoe kila kitu tupate kilo 2.5. Huyu kuku huwezi kumpata kwa wafugaji wetu wa kawaida. Yaani utoe kila kitu, kilo 2.5 wanataka tani 10. Huyu mteja naye ana hila. Anafanya matupu tu upate kuvuja. Atafanya sausage. Atatengeneza sausage. Afanye sausage. Kwa hiyo vitu kama hivyo tunavipoteza kwa sababu hatuna network. Kwa hiyo hii mifumo ya network za kibiashara katika kilimo na ulezi wa kubadilisha watu mindset na nini, kazi ambayo tunafanya kwa kweli unasaidia kabisa kuhamisha kilimo cha Tanzania kwenda kwenye biashara. Haya. Biubwa, mimi naguswa kuzaidi swali. Wewe una elimu gani?
Unazungumza kama mtaalamu, profesa, mtu ambaye anajua utaalamu huu unatoa wapi wewe? Mimi kwa kweli bwana Chilala, elimu yangu ni darasa la 7. Ila nimefeli vizuri maana nina hela. Nina hela, nimefeli vizuri na hela. Na hata umefeli vizuri. Nina hela kwa sababu kweli ili ufanikiwe katika maisha sio darasani. Unatakiwa utumie akili ya kuzaliwa 99%. Akili moja ya maarifa unaweza kupata kwa Chilala au Malikokote. Kwa hiyo 1% mimi ninatumia sana wataalamu. Kwa hiyo na marafiki zangu wengi maprofesa, madaktari na nini, nimejiendeleza katika vyuo mbalimbali. Hasa lugha, napenda sana kujifunza Kiingereza kwa sababu ya mawasiliano, kwa sababu lugha ndio kitu ambacho labda kingeniangusha. Lakini uhasibu si unaajiri tu watu wahasibu, unafanya. Utaalamu wa kilimo, unaajiri watu wanafanya. Cha msingi ukitumia kile kuzaliwa utakuwa very focused, unaangalia matatizo, unasolve kama hivi. Naonekana kama nimesoma unaonekana kusikia unasoma wewe ni mtaalamu wa kilimo nini au masuala ya biashara. Rafiki zangu maprofesa, madaktari wa kilimo wamebobea na mimi wamenijengea uwezo, naelewa vizuri kilimo.